وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala amlipe kila la kheri shekhe wetu Sheikh Hamza Mansur kutoka jijini Mwanza. Hakika leo ametukumbusha mambo mazito sana. Kila ambaye ana akili ya kutafakari na ya kuzingatia atayachukua. Kila mwenye akili ya kutafakari na kuzingatia atayachukua. Ama wale ambao Allah hakuwajalia kuwa na akili ya kutafakari, ambao wana tabia ya uvivu wa kutafakari, wataishia kusema tu nimemwona shekhe leo live bila chenga, na nimeomba kupiga naye selfie hapa, picha hii hapa, na mashallah kaongea sana leo. Kaongea nini? Haujui alichokiongea. Kwa kweli mimi binafsi nimepata faida nyingi sana na mengi yamenigusa. Kuna kipindi kama kuna wale waliokuwa wakimtazama, nilikuwa nikishika simu yangu nikinoti baadhi ya vitu, na wasikilizaji mnafaidi sana siku zote kuliko sisi wasemaji. Yaani mimi leo nimekuwa ni msikilizaji kama nyinyi, lakini nilikuwa naokota vitu vingi sana. Hii maana yake huenda anayesikiliza akafaidi zaidi kuliko anayesema. Basi tufaidike na mawaidha ya shekhe inshallah. Katika faida kubwa na kem ambazo nimezipata, zile aya alizozisoma katika Suratul Dukhan kwangu zilikuwa ni kama aya mpya. Kam taraku min jannatin wa uyun, hivi wameacha mabustani na mashamba mangapi na mito mingapi. Wa zuru'in wa maqamin karim, hivi wameacha mazao, mashamba, matunda ya kila aina na makazi matakatifu. Kisha Allah akasemaje? Kadhalika awrathnaha qauman akharin, wao wameondoka, wameviacha. Hivi ndivyo tulivyowarithisha wengine. Maisha ya dunia ni kurithiana. Maisha ya dunia hakuna aliyeyapatia, kwa sababu kila mmoja wetu ana safari yake, tena safari ya ajabu, safari ambayo haijui itakuwa lini. Hakuna anayependa hapa akifa nyumba yake akae mtu mwingine. Shekhe hapa anasema Allah alipokuwa fundi, yule mtu ulikuwa ukimchukia, ambao ulikuwa humpendi, ndio atakayekaa kwenye nyumba yako. Bibi atamaliza eda, atakufa na kuoza kwa yule bwana, wewe kashakusahau. Tufunge ndoa, nafunga ndoa, atamwambia katika urithi ndio chukua na nyumba, njoo tukae. Wewe unajimwaga kwenye nyumba, mwenyewe hana habari, uko kwenye nyumba yake ya kaburini, hajui kama nyumba yake na mke wake wamerithi au wamerithiwa na yule ambaye alikuwa adui wake. Ndio nakumbuka mtu mmoja, na msikitini yupo hapa leo nimemwona. Huyu mtu aliwahi kuwaita wake zake, ana wake hao wawili, akawaambia hivi mimi nikifa, nyinyi mtakubali kuolewa kweli? Wale wake zake akamwambia tutaolewa. Kuna mwanamke atakasema ukidondoka tu, nikimaliza eda taolewa, atakupa moyo tu. Huyu bwana akaona kama hawa wanawake hawa nikidondoka atakuja kuolewa kweli hapa.
akawaambia, nyinyi hata mkiolewa nikifa nitawajia usingizini kila siku, mtawanyima raha kwenye ndoa zenu mpya. Swali hili ni mwanaume, na kila mwanaume anapaswa kujiuliza swali hili. Hivi hamjawahi kujiuliza kwa nini wake wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawarithiwi? Hivi hamjui kwa nini wake wa Mtume baada ya Mtume kuondoka ni haramu kuolewa? Hili mnalijua Waislamu? Baadhi ya wanawachuoni wa sira wanasema Bibi Aisha Mtume anafariki, Bibi Aisha ana miaka 18, binti mbichi kabisa 18, lakini kaambiwa stop, tulia ndani, hakuna atakayemrithi Muhammad. Sio jambo zuri mtu kupanda katika tandiko na kitanda cha Muhammad. Mimi na wewe leo tukidondoka, tunajua utakao turithi ni kina nani? Masawe anasema bora wafe wao. Sasa ukifikiria hayo tu kwamba bwana we, kumbe kila mtu atarithiwa, basi wallahi lazima ujipange. Jipange, hata kama utarithiwa duniani, na wewe nenda karithi akhera. Kwa tuyafanyie kazi mawaidha shekhe. Shekhe, tunakushukuru sana sana, zaidi ya sana. Shekhe ni ndugu yangu sana, ana mambo mengi sana, watu wengi wanamhitaji sana. Mimi na yeye wiki hii ya tarehe 5, 6 hii tumealikwa kwenye kongamano kubwa sana Nakuru nchini Kenya. Mimi ananialika sana Mwanza. Takriban Ramadhani zote sasa hivi natafuta kumila mwisho na kwenda kwake. Kwetu hatujawahi kumwalika, kakaa na Masawe, bwana inakuwaje si sawa. Tukasema tusimpe mzigo mkubwa, tumuombe leo siku 3. Kwa hiyo huu ni mwanzo mzuri, uko baadaye tutatengeneza masemina, tutatengeneza hata na kongamano dogo, mashekhe 2 watatu, na yeye akiwa pamoja nao. Tumwombee Allah ampe taufik, tumwombee Allah ampe siha na afya njema, ampe umri mrefu wenye kheri na baraka, yeye pamoja na sisi. Allah atutumie daiman wa abadan katika kazi zake na dini yake, na asitubadilishe. Baada ya kusema hayo, naomba sasa muadhini aadhini na aqimu tuweze swali. Shekhe ziara yake ataimalizia kesho hapa makao makuu ya Al-Hikma. Atakuwa na muhadhara mkubwa wa kina mama. Ndugu zangu wanawatemeke, waruhusuni wake zenu kesho waje wasikilize darsa 3 kamili mpaka 6 kamili, tutawaruhusu. Tuko tayari inshallah? Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.